sana. Haya, kwanza niseme ya kwamba mimi nachukua fursa hii kushukuru kanisa kwa jumla, neno ambaye tumehubiriwa, na ndio maana tunasema wakati tumekusanyika, shetani hana mpango na sisi. Sisi ndio tuko na mpango ya kumshinda shetani. Jambo la pili ni kwamba hata na wakati huo huo, wakati shetani anatuchekelea kwa sababu tuko busy, sisi tunamwambia tunamwabudu shetani kanisani. Yeye atashindwa na sisi tunaabudu Mungu kanisani, maana shetani ataondoka kanisa. Ndio Wakristo na wauliza shetani afanya namna gani? Jambo la mwisho ni kwamba wakati tunakusanyika na kuomba pamoja, yeye shetani hapendi kukaa katikati yetu. Sisi tunamuondoa shetani katikati yetu ili tusikie neno la Mungu vile mhubiri ameweza kutupa neno. Watu ya Nandi, mjumbe wenu amezungumza mambo mengi kuhusu maendeleo yenu. Mimi sitaenda mambo mengi. Yale tumeitiwa na Wakristo wa sehemu hii, hiyo ndio jambo ambalo tumeikujia siku ya leo, na tutaifanya kwa sababu inatulazimisha tukiwa viongozi, tukiwa Wakristo, tufanye yale mema ili makanisa yetu ipate kunawiri vile tunaipenda kunawirisha nyumba zetu kule nyumbani. Madhehebu ikiwa sawa, maisha ya binadamu inakuwa sawa. Hawa wahubiri wanastahili. Mmeona kuna mwimbaji mmoja hapa Mkristo amelemaa, lakini nyimbo yake ni ya kisawasawa. Na kwa sababu tumefika na Ukristo inatuambia tunyoshe mkono kwa wale hawana uwezo. Bwana ule hana uwezo, ako na uwezo wa kuzungumza. Na mimi natoa changamoto kwamba wewe mungwana, wiki ijayo Mungu akipenda, wewe utaendesha gari ili uweze kuimba. Watu ya Nandi, ni hivyo si hivyo? Ukiona mtu hana chochote, usikubali wewe uweke mfuko double. Eri umnyoshe ule mungwana mkono. Kuna hata kijana hapa ameimba mdogo sana, wa umri kidogo. Ameisakata kweli kweli, lakini shida yake kubwa hana uniform. Sasa wewe kijana, nitakupatia 50,000 wewe uweze kwenda. Hawa ndio maisha tunatunza ama namna gani? Hatutaki kuwa na watu. Umeona huyu kijana, hebu aimbe kidogo.